Naitwa Exaudi Kigahe, naibu waziri Wizara ya Viwanda na Biashara. Leo tarehe 11 mwezi wa 3 hapa Dar es Salaam tulikuwa na mkutano wa kibiashara, tuseme economic development dialogue kati ya Tanzania na Marekani. Tumekuwa na wawekezaji kutoka Marekani ambao wanataka kuwekeza na kufanya biashara na Tanzania. Moja ya vitu ambavyo tumejadili, moja ni mazingira mazuri ambayo yako sasa kwa ajili ya uwekezaji na ufanyaji biashara nchini baada ya mabadiliko makubwa yaliyofanywa na rais wetu mpendwa Daktari Samia Suluhu Hassan, kwanza kupitia diplomasia ya kiuchumi ambao sasa imevutia wawekezaji wengi kutamani na kutaka kuja kuwekeza Tanzania. Kwa leo tulikuwa na wawekezaji kutoka Marekani ambao wamesikia na wameona na wanatamani kuja kuwekeza Tanzania katika maeneo tofauti tofauti. Cha kwanza ni kwenye sekta ya kilimo. Tumeongea kwamba kuna fursa nyingi kwenye uwekezaji waongezaji thamani mazao ya kilimo, ikiwemo chai, kahawa, lakini na mazao mengine mengi. Lakini pili, tumeongea kuhusiana na fursa nzuri zilizoko katika sekta nyingine ikiwemo madini, kwamba wanaweza kawekeza kuongeza thamani madini, lakini pia kuongeza kuzalisha mbolea ambayo inatumika kwenye mazao, lakini na biashara nyingine. Tumeongea pia biashara ambayo ni mzuri sana kati ya Tanzania na Marekani kupitia ile program au mpango wa AGOA, ambako kwa kweli wa Tanzania tunadhani bado hatujatumia fursa ile vizuri kuuza bidhaa na hasa za nguo katika soko la Marekani, ambako tayari tulikuwa tumepewa fursa hiyo kubwa. Kwa hiyo tukasema kwa sababu na wao ni wenzetu, waje wawekeze Tanzania, wazalishe hapa, halafu zile bidhaa ambazo wanunua kutoka nchi zingine wazizalishie hapa na wapeleke kwao. Lakini pili, kuna bidhaa ambazo na sisi tunaweza kununua kutoka Marekani, na hasa kwenye maeneo kama mafuta ya kula, lakini pia na ngano ambayo labda kwa namna moja au nyingine tunaweza kuwa tuna maeneo ambayo hatujazalisha vizuri. Lakini zaidi tumelenga kusaidia wajasiriamali wadogo, kwamba sisi kama Tanzania tunaamini bado kuna fursa nyingi ya kuwawezesha wajasiriamali wadogo waweze kufanikiwa, waweze kufanya vizuri, kwa sababu wenzetu Marekani wamekuwa nchi kubwa, ina majanti. Kwa hiyo tunafikiri sisi tulenge kuwasaidia wajasiriamali wadogo ili wakue, waweze kuongeza thamani kidogo kidogo, lakini kufanya biashara. Na hili sasa itawezekana, tumekubaliana kwamba kuna fursa nyingi za kutoa elimu, ya kutoa ujuzi. Na sasa tunajua rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan ameweka kwenye mitaala ya amali. Amali maana yake tunataka skills development, tunataka ujuzi. Watoto wetu wafundishwe ujuzi wa kuzalisha bidhaa mbalimbali. Kwa tumesema huko na wao, kwa sababu wana program za elimu, wanaweza kusaidia ili kuleta ile elimu ya ujuzi, kuwasaidia vijana wetu kama wanaenda kuajiriwa kwenye viwanda fulani au sekta fulani, wawe na ujuzi maalum specific kwenye eneo hilo, ili hata kama wanazalisha basi wazalisha kwa tija kuliko ile elimu ya jumla ambayo tulikuwa tunatoa hapo awali, ambayo na sasa tumeamua kwamba tuwafundishe watoto wetu kutoka kule shule za msingi wawe na mitaala ya amali, ili wawe na skills special, ujuzi maalum kwa ajili ya kuzalisha. Kwa ni maeneo ambayo tumejadiliana, na kwa kweli tunaamini kwa ushirikiano huu na tuna majadiliano commercial dialogue na wenzetu mara kwa mara, ambayo yanatusaidia kuona fursa ambazo sisi kama Tanzania tunaweza kuzitumia kwenye mambo ya biashara, lakini na uwekezaji kutoka Marekani. Na tumeona Marekani ndio nchi ya kwanza kwa mfano kuleta watalii wengi hapa Tanzania. Maana yake ni nini? Tunadhani bado hatujatumia vizuri ushirikiano wetu na Amerika ili waweze kutumia fursa na sisi tutumie fursa hizo nyingi. Soko la Amerika bado hatujaliingia kwa uzuri. Kwa hii ni moja ya mikakati ambayo tumekubaliana kwamba tuone namna gani na wao waje, lakini sisi tutumie vizuri fursa ya soko hilo kubwa la Marekani.